Azizi! Kuna sehemu duniani ambazo hazisahau. Unaweza kuondoka miaka 10, 20, hata maisha yote, lakini ardhi ile ile itaendelea kukukumbuka. Itakutambua kwa harufu ya damu ya ukoo wako, kwa sauti ya hatua zako na kwa makosa ambayo hayakulipwa. Kijiji cha Maweni kilikuwa miongoni mwa sehemu hizo. Azizi alijua hilo hata kabla ya basi la kampuni ndogo ya mkoani kushusha mwendo na kusimama kwa kishindo cha mwisho. Vumbi jekundu lilipanda hewani, likashikamana na jasho lake. Alishuka taratibu, begi dogo mkononi, akatazama mbele yake. Hakukuwa na mtu aliyempokea. Barabara ya udongo ilipita katikati ya nyumba chache zilizochoka, paa za bati zikiwa zimekula kutu, kuta za udongo zikichanika kama ngozi ya mzee. Miti ya miembe ilisimama kimya, majani yake hayakutikisika hata kidogo. Kimya kile kilikuwa kizito, si kimya cha kawaida, bali kimya kinachokutazama. Azizi alikuwa na miaka 28, lakini alihisi kama mtu aliyeishi maisha mawili tofauti. Maisha ya kwanza yalikuwa hapa Maweni: utoto, sauti za jioni, kicheko cha mama yake na kivuli cha baba yake. Maisha ya pili yalikuwa mjini: kelele, taa, watu wasiojali historia yako. Sasa alikuwa amerudi, si kwa hiari, bali kwa kifo. Baba yake alikuwa amekufa wiki 3 zilizopita. Mshtuko wa moyo, walisema. Hakukuwa na maelezo mengi, simu fupi tu kutoka kwa mwenyekiti wa kijiji: Azizi, baba yako amefariki, mazishi yameshafanyika, ardhi na nyumba ni zako sasa. Hakulia, hakupiga kelele. Alikaa kimya muda mrefu baada ya simu ile. Sehemu fulani moyoni mwake ilihisi afueni, hisia aliyojilaumu kwa miaka. Alianza kutembea kuelekea nyumbani kwao. Kila hatua ilionekana nzito, kana kwamba ardhi ilikuwa ikimvuta chini. Njia ilikuwa ile ile aliyopita akiwa mtoto, lakini ilionekana nyembamba zaidi, yenye giza zaidi. Akiwa njiani, aliona watu wachache. Walimwangalia, wakasimama kidogo, wakageuza macho yao haraka, kana kwamba walikuwa wamemwona mzimu. Hakuna aliyesema karibu. Hatimaye aliona nyumba. Ilikuwa pale pale, nyumba ya udongo, vyumba vitatu, dirisha moja lililovunjika na mlango uliopinda. Uzio wa miiba ulikuwa umeanguka sehemu nyingi. Nyasi zilikuwa zimekuwa pori. Azizi alisimama kwa muda mrefu kabla ya kufungua mlango. Harufu ilimpiga usoni mara moja, harufu ya nyumba iliyokaa muda mrefu bila mtu, mchanganyiko wa unyevunyevu, vumbi na kitu kingine, kitu kizito zaidi. Aliingia. Ndani kulikuwa giza. Mwanga wa jioni uliingia kwa shida kupitia dirisha. Meza ya zamani ilikuwa pale, kiti cha baba yake bado kikiwa kimeegeshewa kona ile ile. Azizi aliketi chini polepole. Alishusha begi lake, akapumua kwa nguvu. "Nimerudi," alisema kwa sauti ya chini, bila kujua anasema na nani. Hakukuwa na jibu, lakini kulikuwa na hisia. Hisia kwamba hakuwa peke yake. Giza lilishuka haraka Maweni. Hakukuwa na taa za barabarani, hakukuwa na kelele za magari. Kulikuwa na sauti za wadudu, na mbali kidogo, mbwa aliyekuwa akilia kwa muda mrefu kuliko kawaida. Azizi alikuwa amelala juu ya godoro la zamani, macho wazi. Hakujawasha taa. Alitaka kuzoea giza, au labda alikuwa akiogopa kuona kitu. Saa yake mkononi ilionyesha saa 2 usiku. Alikuwa karibu kupitiwa na usingizi alipohisi kitu cha ajabu. Baridi. Sio baridi ya kawaida, bali baridi iliyopita juu ya ngozi yake kama mkono. Kisha alisikia sauti. Mwanzoni ilikuwa dhaifu sana, kama upepo unaopita kwenye mianya ya nyumba, lakini ilirudia: Azizi. Macho yake yalifunguka zaidi. Moyo wake ulianza kupiga haraka. Alikaa kimya akisikiliza. Hakukuwa na hatua, hakukuwa na mlango unaofunguliwa. Sauti ilirudia tena, safari hii ikiwa wazi zaidi, nzito, ikitoka mahali asipoweza kubaini: Azizi. Aliketi ghafla. "Ni nani?" aliuliza, sauti yake ikitetemeka. Hakuna jibu. Aliinuka, akawasha tochi ya simu. Mwanga mdogo uliangaza chumba. Hakukuwa na mtu. Kuta zilikuwa tupu. Mlango ulikuwa umefungwa. Alienda dirishani. Nje kulikuwa kimya. Mwezi ulikuwa umefichiwa nyuma ya mawingu mazito.
Alijaribu kujichekesha, labda ni uchovu, labda ni mawazo, lakini aliporudi kitandani, kabla hata hajalala, "Nisaidie." Sauti hiyo ilikuwa karibu zaidi na haikuwa ndoto. Azizi alihisi koo lake likikauka. Hakuthabitu kuzungumza. Alikaa tetemeka hadi alfajiri. Asubuhi ilipofika, alitoka nje mapema. Alitaka mwanga, alitaka kuona watu. Alimkuta Bwana Mtemi, jirani wa zamani wa familia yao, mzee mwenye uso uliojaa mikunyunyo na macho mazito ya mtu aliyeshuhudia mengi. "Mtemi," Azizi alimuita. Mzee aligeuka polepole. Alimwangalia Azizi kwa muda mrefu kabla ya kusema, "Nilijua utarudi." Azizi alisita. "Usiku nilisikia sauti." Mtemi hakushangaa. Hakumuuliza ni sauti gani. Alitazama upande wa mashariki, mahali palipokuwa na makaburi ya zamani ya kijiji. "Kuna mambo hayakumalizwa hapa," alisema kwa sauti ya chini, "na ardhi inadai." Azizi alihisi mgongo wake ukitetemeka. Sauti hizo zinatoka wapi? Mtemi alinyamaza muda mrefu, kisha akasema maneno ambayo yalimfanya Azizi ajute kurudi. "Zinatoka mahali ambapo mtu alizikwa kabla hajakufa." Kuna usiku ambao hauishi. Unaingia alfajiri, lakini unabaki moyoni kama kovu. Kwa Azizi, usiku ule haukuwahi kuondoka. Baada ya mazungumzo yake na Bwana Mtemi, alirudi nyumbani akiwa na mawazo mazito kuliko begi lake la safari. Jua lilikuwa kali, watu wachache walipita barabarani, lakini hakuna aliyemkaribia. Walizungumza kwa macho tu, macho ya watu wanaojua kitu ambacho hawataki kusema. Azizi alijaribu kujishughulisha. Alisafisha nyumba, akafungua madirisha, akatoa magodoro nje yapate jua. Alitaka kuua harufu ile ya zamani, ile hisia ya kuwepo kwa kitu kisichoonekana. Lakini hata mchana alihisi kama kuna macho yanamfuatilia. Kila alipogeuka ghafla, hakukuwa na mtu. Alipokaribia jioni, upepo ulianza kuvuma polepole. Majani ya miembe yalitoa sauti kama minong'ono. Kila kitu kilionekana kusubiri. Usiku ulipofika, Azizi aliamua kutolala mapema. Alikaa akitazama simu yake bila kusoma chochote. Alikuwa akiogopa kufumba macho. Saa iligonga saa 6 usiku. Ndipo ndoto ilianza, lakini hakuwa amelala. Ukuta wa chumba ulionekana kupumua taratibu kama kifua cha mtu aliyekuhoi. Mwanga wa tochi ulianza kudhoofika bila sababu. Hewa ilibadilika kuwa nzito. Kisha akaiona. Kona ya chumba kulikuwa na kivuli. Hakikusogea, lakini kilikuwa kinazidi kuwa na umbo. Kijana. Uso wake ulikuwa umejaa udongo. Macho yalikuwa wazi, mekundu, yakiomba msaada. Midomo yake ilitetemeka. Baridi. Giza. Sikupaswa kufa. Azizi alijaribu kupiga kelele, lakini sauti ilimkata. Kifua chake kilikuwa kizito, kana kwamba mtu alikuwa amekaa juu yake. Kivuli kilisogea hatua moja. Walinisikia nikigonga. Ghafla, kila kitu kilitoweka. Ukuta ukarudi kawaida. Tochi ikawaka vizuri. Azizi alianguka chini, akihema. Hakuwa amelala. Hakuwa ameota. Asubuhi iliyofuata, Azizi aliamka na uamuzi ambao haukutoka kichwani mwake, bali mahali pengine, ndani kabisa ya kifua chake. Alitembea kuelekea makaburi. Njia ilikuwa nyembamba, imefunikwa na nyasi ndefu. Hakukuwa na mtu aliyepita hapo kwa muda mrefu. Makaburi ya Maweni yalikuwa ya zamani, mengine hayakuwa na majina, mengine yalikuwa na mawe yaliyopasuka. Azizi alisimama mbele ya kaburi moja lisilo na alama yoyote. Ghafla, upepo ulivuma kwa nguvu, ukapuliza vumbi usoni mwake. Hapa. Sauti ilisikika tena, sasa ikiwa karibu na sikio lake. Azizi alirudi nyuma kwa hofu. Hapa nini? Aliuliza. Hakuna jibu, lakini ardhi chini ya miguu yake ilionekana kulegea kidogo, kana kwamba ilikuwa imewahi kufukuliwa. Aliporudi kijijini, alimkuta Bwana Mtemi ameketi chini ya mti, kama mtu aliyekuwa amemsubiri. Ulienda kule, sivyo? Mzee alisema bila kuuliza.
Azizi alikiri kwa kichwa. Mtemi alipumua kwa nguvu. Usiende tena. Sauti zikianza, haziachii. Ni nani huyo? Azizi aliuliza kwa sauti iliyopasuka. Mtemi alitazama chini, macho yake yakijaa hofu. Jina lake halitamkwi tena, alisema. Lakini alikufa kwa sababu ya uongo wa watu wengi. Azizi alihisi kitu kikimfinya kifua. Na baba yangu? Aliuliza kwa tahadhari. Mtemi hakujibu mara moja. Alisimama polepole, akiegemea fimbo yake. Usiku ukisikia sauti ikikuita tena, usijibu, usifungue mlango, usitaje jina lako. Kwa nini? Mtemi alimtazama moja kwa moja machoni. Kwa sababu ikishajua unaisikia, haitakuacha. Usiku huo, mvua nyepesi ilinyesha. Matone yaligonga paa la bati kama vidole vinavyohesabu pumzi. Azizi alikuwa amejifunika blanketi, macho wazi, akihesabu pumzi zake. Saa iligonga saa 4 kamili. Ndipo sauti ilipokuja, sio kutoka nje, bali kutoka chini ya sakafu. Azizi, mtoto wa mtu aliyenifunika udongo. Sakafu ilitoa mlio wa nyafu ndogo ndogo. Azizi alishika masikio yake, lakini sauti haikuondoka. Ukweli uko karibu, na damu inakumbuka. Kilio kavu kikapenya usiku, na kwa mara ya kwanza Azizi alitambua kitu cha kutisha zaidi kuliko sauti yenyewe. Haikuwa ikilia, ilikuwa ikisubiri. Kuna mambo ambayo kijiji hakiyasahau, kinajifunza kuyaishi kimya kimya. Kila tabasamu, kila salamu huwa ni kifuniko cha jambo lililooza chini yake. Baada ya usiku ule wa sauti kutoka chini ya sakafu, Azizi hakulala tena kama mwanadamu wa kawaida. Alikuwa analala kwa macho, akiogopa kufumba. Kila kelele ndogo ilimshtua, kila kivuli kilionekana kuwa na maana. Alianza kuandika. Kwenye daftari la zamani alilolikuta ndani ya sanduku la baba yake, aliandika kila kitu: saa, tarehe, maneno ya sauti, mahali ilipotokea. Alihisi kama akiacha kuandika, angeanza kusahau, na kusahau kungekuwa kifo. Lakini jambo la ajabu lilikuwa hivi: maneno yale yale aliyoandika usiku, asubuhi yalionekana kama yameandikwa kwa mkono mwingine. Herufi zilikuwa nzito zaidi. Mistari ilikuwa imebonyezwa kwa nguvu, kana kwamba kalamu ilikuwa ikichomwa kwenye karatasi. Na mwisho wa kila ukurasa kulikuwa na sentensi moja ile ile: nilikuita kabla ya giza kunimeza. Azizi alianza kujiuliza kama akili yake ilikuwa ikianza kupasuka. Siku ya 3, Azizi alimfuata mwanamke mmoja aliyekuwa akijulikana kwa jina la Mama Rehema, mmoja wa watu wachache waliokuwa tayari kuzungumza, ingawa kwa hofu. Aliishi mbali kidogo na kijiji, karibu na mto mdogo uliokuwa unakauka. Jumba lake ilikuwa safi kuliko nyingine, lakini macho yake yalionyesha uchovu wa muda mrefu. Unataka kujua kuhusu yule kijana, sivyo? Mama Rehema alisema kabla hata Azizi hajafungua kinywa. Azizi alishtuka. Unajuaje? Maweni haisemi kwa mdomo, alisema, inasema kwa vitendo. Alimkaribisha ndani. Walikaa chini. Kimya kilitawala kwa muda mrefu. Jina lake lilikuwa Hamisi, alisema. Alikuwa na umri mdogo kuliko wewe. Alifanya kazi ya kuchoma matofli. Hakukuwa na mtu aliyemchukia mpaka ardhi ilipoanza kuleka tamaa. Azizi alisikiliza, mikono ikitetemeka. Kulikuwa na kipande cha ardhi karibu na makaburi. Ardhi nzuri. Watu wakubwa walikitaka. Hamisi akasimama kusema ukweli, kwamba ardhi ile ilikuwa ya familia yake. Mama Rehema alimeza mate. Siku moja wakamshtumu kwa wizi wa ng'ombe. Usiku huo huo watu wakamchukua. Hakukuwa na polisi, hakukuwa na kesi. Azizi alihisi kifua chake kikibana. Na baba yangu? Aliuliza kwa sauti ya chini. Mama Rehema hakumwangalia moja kwa moja. Baba yako alikuwa miongoni mwa waliokuwepo, alisema taratibu. Hakupiga,
hakufunga kamba, lakini hakuzuia. Maneno hayo yalimuuma zaidi kuliko lawama ya moja kwa moja. Walizika haraka, aliendelea. Ilikuwa usiku na sauti yake ilitetemeka. Walisikia sauti. Azizi aliinua kichwa. Sauti gani? Gonga, kilio, kusema bado yuko hai. Mama Rehema alifumba macho, lakini walikuwa tayari wamefanya uamuzi. Waliondoka. Usiku huo Azizi aliota, lakini ndoto haikuwa kama ndoto. Alijikuta amesimama ndani ya shimo. Udongo ulikuwa unambonyeza pande zote. Kulikuwa na giza, lakini macho yake yaliona vazi. Alisikia sauti za watu juu, wakiongea, wakicheka, wakiondoka. Alijaribu kupiga kelele, hakuna aliyesikia. Aligonga udongo kwa nguvu. Kucha zikaanza kuvunjika, damu ikachanganya na udongo. Azizi, sauti ikatoka mdomoni mwake mwenyewe. Ndipo alipoamka kwa mshtuno, akihema, mwili mzima ukiwa na jasho, lakini mikono yake ilikuwa imejaa udongo halisi. Alipiga kelele, alienda nje haraka, na pale mbele ya mlango wake kulikuwa na nyayo za udongo zikielekea makaburini. Akiwa na hofu na hasira, Azizi alifungua sanduku la baba yake kwa mara ya kwanza kikamilifu. Ndani kulikuwa na nyaraka za zamani, ramani ya ardhi na daftari dogo lililofungwa kwa kamba. Alipolifungua, alihisi kama anavunja kitu kitakatifu. Kurasa zilikuwa zimejaa maandishi ya baba yake, maandishi ya mtu aliyekuwa akijilaumu. Nilisikia akigonga. Nilitaka kusema tusimfunike zaidi, lakini wengine waliniangalia. Nikanyamaza. Ukurasa wa mwisho ulikuwa mfupi sana. Kuna sauti inaniika kila usiku, na najua haitasimama hadi ukweli ufukuliwe. Azizi alikaa chini, akilia kimya kimya. Sasa alielewa. Sauti haikumfuata kwa bahati mbaya, haikumwita kwa sababu ya jina lake tu, ilimchagua. Usiku ulipofika, Azizi hakusubiri. Alitembea mwenyewe kuelekea makaburini. Mwezi ulikuwa mkamili, mwanga wake ukiangaza mawe yaliyopasuka. Alipofika kwenye kaburi lisilo na jina, aliona kitu kipya. Udongo ulikuwa umepasuka kidogo, kama pumzi ya mtu aliyeko hai chini yake. Kisha sauti ikasikia, lakini safari hii haikuwa ya kuomba, ilikuwa ya kuamuru. Ni wakati. Na Azizi alijua kwa hakika ya kutisha kwamba sehemu mbaya zaidi bado haijaanza. Kuna hatua ambapo hofu haikimbizwi tena. Inakaa ndani yako, inakuwa sehemu ya pumzi zako. Baada ya usiku ule wa kaburi kupasuka, Azizi hakuwa yule aliyerudi maweni siku chache zilizopita. Kulikuwa na kitu ndani yake kilichobadilika, sio kwa ghafla, bali taratibu, kama sumu inayopenya damu bila maumivu ya haraka. Asubuhi alipoamka, alihisi uzito kifuani, kana kwamba kulikuwa na sauti iliyolala ndani yake. Alitembea nje, akapumua hewa ya asubuhi, lakini hata mwanga wa jua haukufukuza hisia ile. Alipoangalia mikono yake, aliona mistari ya damu iliyokauka chini ya kucha zake. Hakukumbuka kuchimba chochote. Mchana wa siku hiyo, Azizi alienda kisimani kuchota maji. Kulikuwa na wanawake wawili waliokuwa wakiongea kwa sauti ya chini. Walipomwona, walinyamaza ghafla. Alipokuwa akivuta ndoo juu, sauti ilikuja tena. Sio kutoka kisimani, sio kutoka nyuma yake. Ilikuwa ndani ya kichwa chake. Wanaona, lakini hawataki kukumbuka. Azizi alidondosha ndoo, maji yakamwagika chini. Mlisema nini? Aliwauliza wanawake wale. Walitikisa vichwa kwa hofu. Hatusemi chochote Azizi, lakini macho yao yalikuwa yakilia. Alitambua jambo la kutisha zaidi. Sauti haikusubiri tena giza, ilikuwa imeanza kuishi pamoja naye. Usiku ulipokaribia, Azizi alijitazama kwenye kioo kilichokuwa kimepasuka ukutani. Alishtuka. Macho yake yalikuwa yamechoka pita kiasi. Kulikuwa na kivuli cheusi chini yake,
kana kwamba hakulali kwa wiki nzima. Lakini zaidi ya yote, aliona kitu kingine. Kwa sekunde chache, uso wake haukuwa wake. Aliona uso wa kijana mwingine, uso uliokuwa umejaa udongo, macho mekundu, midomo iliyopasuka. Azizi alipiga kelele, akajigeuza haraka, lakini sauti ikacheka kwa chini, kavu, isiyo ya kibinadamu. Tunafanana zaidi kuliko unavyodhani. Habari zilienea haraka Maweni. Wazee wa kijiji waliitisha mkutano wa ghafla chini ya mti mkubwa wa mkuyu. Azizi aliitwa. Alipofika, alihisi chuki, hofu na hatia zikimwangalia kwa pamoja. Wazee walikaa kimya kwa muda mrefu, kana kwamba walikuwa wakisubiri kitu kianze chenyewe. Hatimaye, mzee mmoja alisema, sauti zimerudi. Hakuna aliyekana. Zimemchagua mtoto wa nani? Aliuliza mwingine. Macho yakamgeukia Azizi. Mwenyekiti alisimama. Hii haikutakiwa kufunguliwa tena. Tulikubaliana izikwe pamoja na aliyefanya makosa. Azizi alihisi hasira ikipanda. Mlikubaliana nani? Na kwa gharama ya nani? Hakuna aliyemjibu. Bwana Mtemi alisimama kwa shida. Ukweli hauzikwi milele. Tulikosea. Sasa inalipiza. Mzee mmoja alipiga fimbo chini. Basi amalize anachotaka. Kijiji hakitakufa kwa kosa la zamani. Maneno yale yalikuwa hukumu. Azizi alielewa. Walikuwa tayari kutoa sadaka tena. Usiku ulipokaribia, mvua nzito ilinyesha. Radi zilipasua anga. Azizi alikaa ndani, mikono ikitetemeka, lakini sauti haikuwa tena ya kuomba, ilikuwa ya kuongoza. Njoo. Mlango ulifunguka wenyewe. Azizi alitembea bila viatu, bila koti, kuelekea makaburini. Mvua haikumzuia, ardhi haikumteleza, ilikuwa kana kwamba ardhi ilimkaribisha. Alipofika kwenye kaburi lisilo na jina, ardhi ilipasuka zaidi, harufu ya udongo mbichi ikapanda. Waliogopa kunisikiliza, wewe utanisikiliza. Azizi alichukua jembe lililokuwa limeachwa pale, kana kwamba lilikuwa limemsubiri. Mikono yake haikutetemeka alipolizamisha ardhini, lakini kila alipopiga, alihisi maumivu kifuani chake, kana kwamba alikuwa akichimbwa ndani ya moyo wake mwenyewe. Alipofukua kiasi, aliona mifupa ya mikono, lakini mifupa ile haikuwa kimya, ilikuwa ikisogea kidogo. Azizi alirudi nyuma kwa hofu. Sio mwili wangu ninaoutaka, nataka haki. Ghafla, sauti nyingine zikaanza kusikika. Sio moja, nyingi. Sauti ziliokaa kimya miaka yote. Sauti za hatia, sauti za waliogeuza macho. Azizi alipiga kelele kwa uchungu. Kifanye kikome, alipiga kelele. Sauti ikajibu kwa utulivu wa kitisha. Bado. Na hapo, Azizi alitambua ukweli mbaya zaidi. Laana haikuwa juu ya kaburi, ilikuwa juu ya kijiji kizima, na yeye alikuwa mlango wake. Kuna wakati ambapo ardhi haifunguki kwa sababu ya chuma, inafunguka kwa sababu ya hatia. Mvua iliendelea kunyesha usiku ule, ikigeuza makaburi ya Maweni kuwa bahari ya tope. Radi zilipasua anga kama hukumu. Azizi alikuwa amepiga magoti mbele ya kaburi lililopasuka, pumzi nzito zikimtoka kama mtu aliyekimbia maisha yake yote. Jembe lilikuwa mikononi mwake, lakini halikuwa tena zana, lilikuwa agizo. Kila alipoinua udongo, sauti ilizidi kuwa wazi. Sasa haikutoka chini tu, ilikuwa ikizunguka hewani, ikiingia masikioni mwake, ikipenya hadi kwenye mifupa yake. Walinisikia, waligeuka, waliondoka. Azizi alilia. Koma, alipiga kelele. Nimesikia, nimeelewa. Udongo ulitikishika. Haitoshi. Hatua zilianza kusikika, si za mtu mmoja. Watu wa kijiji walikuwa wamefika. Wanaume, wanawake, wazee. Walikuwa wamesimama mbali, chini ya miti, wakitazama kana kwamba walikuwa wanatazama mazishi ya pili. Bwana Mtemi alikuwa mbele yao. Uso wake ulikuwa umejaa machozi. Azizi, alimuita kwa sauti iliyopasuka. Acha, tumechelewa sana. Lakini Azizi hakumwangalia. Alikuwa akiangalia kile kilichokuwa kinajitokeza ardhini. Sanduku. Lilikuwa la zamani, mbao zake zimeoza, lakini bado limeshikamana.
Lilikuwa limekandamizwa vibaya, kana kwamba mtu aliyekuwa ndani aliwahi kupiga teke, kusukuma, kupigana na kifo. Azizi alishika kifuniko chake. Moyo wake ulipiga kwa nguvu kiasi kwamba alihisi kama utapasua kifua chake. Fungua! Alipofungua sanduku, harufu kali iliwafanya watu wengine warudi nyuma kwa hofu. Ndani kulikuwa na mifupa, lakini siyo mifupa iliyolala kwa amani. Mikono ilikuwa imekunjwa kwa nguvu, kucha zimevunjika, fulu lilikuwa limeegemea upande mmoja, mdomo wazi, kana kwamba ulikuwa bado unapiga kelele. Mama Rehema alipiga kelele ya uchungu. Ni yeye, Hamisi! Watu waliinua macho yao, majina yakaanza kunong'onezwa bila kupangwa. Sauti ikapanda juu ya zote. Nitawataja! Ardhi ikatikisika, upepo ukazimika ghafla, na sauti ile, sasa ikiwa nzito kama sauti ya wengi, ilianza kutaja majina. Majina ya wanaume waliokuwepo usiku ule, majina ya waliocheka, majina ya waliokaa kimya. Kila jina lilipotajwa, mtu aliyetajwa alianguka chini kwa maumivu makali, akilia, akishika kifua chake kana kwamba kitu kilikuwa kikimng'ata kutoka ndani. Kilio kilijaa makaburini. Mzee mmoja aliyejaribu kukimbia alianguka ghafla. Damu ilimtoka puani, masikioni, mdomoni. Alikufa bila neno. Kilio kizidi. Imetosha! Azizi alipiga kelele kwa uchungu. Ulitaka haki, hii si haki. Sauti ikanyamaza kwa sekunde chache, kisha ikasema kwa utulivu wa kutisha, haki ni kusikika, na kusikika kuna gharama. Azizi alihisi moto ukipanda mwilini. Alipiga magoti, akishika kichwa chake. Alisikia sauti nyingine, siyo ya Hamisi, ilikuwa ya baba yake. Nilikuwa mwoga. Azizi alipiga kelele ya uchungu. Sauti ya Hamisi ilirudi, sasa ikiwa karibu sana, kana kwamba ilikuwa ikizunguka ndani ya kifua chake. Unaweza kumaliza hili? Nifanye nini? Azizi aliuliza kwa kilio. Beba, alielewa. Sio kubeba mifupa, sio kubeba lawama, bali kubeba sauti. Mwanga wa ajabu ulianza kumzunguka Azizi. Watu walirudi nyuma kwa hofu. Macho yake yakaanza kubadilika, kana kwamba yalikuwa yanamwangalia mtu kutoka pande mbili tofauti. Nitakaa kimya, sauti ikasema, lakini nitakaa ndani yako. Azizi alipiga kelele ya mwisho, sauti yake ikichanganyika na upepo. Na ghafla, kila kitu kikanyamaza. Mvua ikasimama, upepo ukarudi, kaburi likatulia. Watu wa kijiji walitawanyika polepole, wakiwa wamevunjika. Hakuna aliyethabatu kuongea. Azizi alibaki pale, amepiga magoti, akihema. Bwana Mtemi alimkaribia taratibu. Je, imeisha? Aliuliza kwa hofu. Azizi aliinua uso wake polepole. Macho yake yalikuwa yake, lakini ndani yake kulikuwa na kitu kingine. Hapana, alisema kwa sauti tulivu sana. Imehifadhiwa. Kuna kimya ambacho si amani. Ni kimya kinachopumua, kinachotembea, kinachokaa ndani ya mtu kama kumbukumbu isiyokufa. Asubuhi ilipoingia Maweni, kijiji hakikuwa kile kile. Hakukuwa na kelele za kawaida za asubuhi. Hakukuwa na salamu. Milango mingi ilibaki imefungwa. Watu walitembea taratibu, vichwa vikiwa chini, kana kwamba walikuwa wanatembea juu ya ardhi ya watu waliokufa. Kaburi lilikuwa limefunikwa tena, lakini hakuna aliyelifunika. Lilijifunika lenyewe. Azizi alirudi nyumbani kwake akiwa peke yake. Miguu yake ilikuwa mizito, lakini haikuchoka. Mwili wake haukuwa na maumivu, lakini moyo wake ulikuwa umejaa uzito ambao hakuweza kuuweka chini. Alipokaa ndani ya nyumba, aligundua jambo la kwanza la kutisha. Kulikuwa hakuna kimya kichwani mwake. Hakukuwa na sauti wazi, hakuna maneno, lakini kulikuwa na uwepo, kama mtu aliyeketi gizani akisikiliza. Siku zilipita.
Hakuna sauti iliyomuita tena usiku. Hakuna kilio, hakuna kugonga. Lakini kila saa 8 kamili usiku, Azizi alikuwa anaamka bila kukosa, macho wazi, akitazama sakafu. Alijua chini ya ardhi kulikuwa na kitu kilichokuwa bado hai kwa kumbukumbu. Alianza kuona mabadiliko kijijini. Wale waliotajwa majina yao hawakuishi muda mrefu. Wengine waliugua ghafla, wengine walihama usiku bila kusema wanakokwenda. Hakuna aliyethubutu kuuliza. Wazee walikaa kimya. Kijiji kilijifunza heshima mpya ya hofu. Na kila mtu alipojaribu kumsalimia Azizi, walikuwa wanajikuta wakishindwa kumtazama machoni kwa muda mrefu. Kulikuwa na kitu ndani ya macho yake, kama mtu anayesikiliza sauti ambayo wengine hawawezi kusikia. Usiku mmoja, Azizi aliketi kwenye kiti cha baba yake. Mahali pale pale, aliifungua tena ile daftari. Kurasa zilikuwa tupu. Hakukuwa na maandishi ya baba yake tena, lakini ukurasa wa mwisho ulikuwa umejaa sentensi moja iliyoandikwa kwa herufi nzito sana, kana kwamba karatasi iliumia. Ukweli haukufi, umehifadhiwa. Azizi alifumba macho. Ndani ya kifua chake alihisi kitu kikitulia, sio kwa sababu kiliridhika, bali kwa sababu kilikuwa kinasubiri. Siku moja asubuhi, Azizi aliondoka kijijini. Hakusema anaenda wapi. Hakufunga mlango wa nyumba yake. Aliacha wazi, kana kwamba hakuhitaji tena vitu vya dunia hiyo. Basi lilipoondoka, watu wachache walimwangalia kwa mbali. Mama Rehema alijisemea kwa sauti ya chini, sio yeye pekee anayeondoka. Na alikuwa sahihi, kwa sababu tangu siku ile Maweni haikuwahi kuwa na amani kamili. Hakukuwa na sauti za ajabu tena, lakini watu walikuwa wanadota ndoto zile zile, ndoto za udongo, giza na kucha zinazovunjika. Miaka 2 baadaye, katika mji mwingine kabisa, mtu mmoja aliyekuwa akiishi chumba cha kupanga aliripoti kitu cha ajabu. Alisema usiku wa manane anasikia sauti ikisema kwa utulivu, nimesikilizwa. Mtu huyo aliitwa Azizi. Hakukuwa na makaburi karibu, hakukuwa na udongo chini ya sakafu, lakini sauti ile ilikuwepo, kwa sababu ukweli hauhitaji kaburi ili kuishi. Unahitaji mtu wa kuubeba. Na wakati mwingine sauti kutoka kaburini haiji kukuogopesha, inakuja kukukumbushwa. Kuwa nami katika stori nyingine kali kama hii. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment juu ya simulizi hii. Pia usiache kushare simulizi zetu kwa watu wengi kadri unavyazo. Jina ni Azizi Stories. Karibu tena na asante.